Ninaitwa Destin Saleh, mtumishi wa Mungu, nikiwa hapa Mlima Duluti, Arusha. Leo ikiwa ni siku nyingine Bwana ametupa kuletea ujumbe huu. Popote pale walipo watoto wa Mungu, kanisa la Mungu, wanaenendeni. Tukiwa tunamalizia mfungo huu siku 2 zijazo, na tunaamini Bwana atatupa neema ya kurejea tena pale Dar es Salaam, tuungane pamoja, na kwamba tusikose ibada ya Jumapili ya tarehe 15, maana itakuwa ni ibada ya ishara na maajabu na miujiza. Na kabla sijakuletea neno la Mungu, wacha niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye Bwana wa mbinguni neno hili linakwenda kwake sasa. Asante kwa kunipa kibali na afya na nguvu, na ujumbe huu Bwana, uongozi wa Roho Mungu upate kumfikia mtoto wako pale alipo, na abarikiwe, na Bwana azidi kuimarika kiimani, azidi kuimarika kiroho zaidi sana, yeyote avuke vizuizi na vikwazo vilivyo mbele ya neema yake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Mtu wa Mungu, Jumapili tunategemea kushughulika na roho ambayo imekwamisha neema yako, imezuia neema ambayo ilipewa na Mungu isilete matunda kwako, wala kwa familia yako, wala kwa taifa, na wala kwa kanisa lako. Kwa naomba sana usikose, maana itakuwa ni ibada ya kushughulika na vizuizi ama vitu vinavyokwamisha ile neema ya Mungu ambayo Mungu amekupa. Usifanyie kazi ama isifanye kazi ikaleta matunda, ikaleta baraka kwako, maana kila neema anayopewa mtu imebeba utajiri mkubwa ndani, Kwa hiyo tutakwenda kuona namna ambavyo neema ya Mungu uliopewa na Mungu inapokuwa iko huru, inaweza kukupeleka kwenye viwango vya maisha yako Mungu alivyokusudia. Sasa nataka nisome neno hili kwa kifupi, alafu tuweze kuendelea. Nataka uone namna ambavyo Wafilisti walisimama kwa kikwazo kwa Wanaisraeli wakati wanaelekea kwenye kilele cha neema Mungu ambaye aliwapa wakati anawatoa Misri, sawa na ahadi zake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 17 na ule mstari wake wa ngapi? Mstari wake ni ule wa 8, mstari wa 8. Nasema wakati huo Wamaleki wakatokea wakapingana na Israeli. Neno hilo neno kupingana maana yake nini? Uko redeem. Musa akamwambia Yoshua, nichagulie watu watakaotokea kupigana na Maleki. Kesho asubuhi, anasema kesho nitasimama juu ya kilele juu ya kilele ile, na fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mikononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kilele ya mlima, kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mikono yake, Israeli walishinda, na aliposhusha mikono yake, ningali anasema aliposhusha mikono yake, Amaleki walishinda. Lakini mkono wa Musa ulikuwa umelegea, bila nasema wakakaa huko na huko, Yuri na Huri wakategemeza mkono wake, na Israeli walishinda vita. Nataka kuambie hii ni vita ya neema, ni vita ambayo iliinuka katikati ya njia. Kuna watu ambao wanaitwa Amaleki. Hawa Amaleki waliona Israeli wametoka huko walikotoka, wametoka kule Misri, na Bwana ameshawaelekeza kilele cha neema yao ni wapi, kilele cha mafanikio yao ni wapi,
kilele cha maisha yao na uzao wao ni wapi, na akawaongoza na akawavusha bahari ya Shamu, wakapita katika mengi sana. Lakini walipofika pale kwenye ule mlima pale chini, wakakutana na kikwazo kikubwa. Kikwazo hiki kinaitwa Amaleki. Inawezekana umetoka mbali vizuri na biashara zako na kazi yako na ndoa yako, umeendelea vizuri sana toka ulivyoanza, lakini kuna mahali umefika, umekutana na kikwazo cha Amaleki juu ya neema yako. Umekutana na kikwazo ambacho kimesimama mbele yako, nimesema hautapita. Kimeamua kuzuia neema yako, nimeamua kuzuia uweza wako, nimeamua kuzuia lile kusudi la Bwana lisikuletee matunda yale yaliyokusudiwa. Nataka nikuambia kwamba vita haikuwa ya kawaida. Yoshua alichukua upanga, Musa alikuwa mlimani, nami niko hapa mlimani, nami nimekaa juu ya kilele cha mlima kabisa, katika mlima huu hapa Arusha. Na wewe hapo uliko nyumbani kwako, kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, ninaamuru Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, amushe ile roho ndani yako, na ule upanga wa Yoshua uwe mikononi mwako sasa, ili uanze kupigana na Amaleki. Amka usilale wewe mama, amka usilale kwa ndoa yako, kwa biashara yako, kwa watoto wako. Amaleki ni roho inayozuia watu wasiende kwenye hatima yao, watu wasiende kwenye kusudi la Mungu, watu wasiende kwenye mafanikio yao. Roho ya Amaleki ikikaa njiani, kama hujakaa na upanga wa Yoshua, na kama hauna kuhani aliyeinua mikono mbele zako, mbele za Mungu juu ya mlima, hautashinda hiyo vita. Nami nimekuja kuinua mikono kwenye huu mlima katika jina la Yesu, na achilia nguvu ya Mungu juu yako sasa, na ule upanga wa Yoshua uje mikononi mwako, uje mikononi mwako. Na hao Amaleki waliosimama mbele yako, mbele ya ndoa yako, mbele ya biashara yako, mbele ya elimu ya watoto wako, mbele ya afya yako, hao Amaleki, upanga wa Yoshua, inua mkono wako wa kuume, anza kuwapiga wa Amaleki. Usiwaache Amaleki, maana watakuzuia, maana watakumaliza. Utafia hapo, utaishia hapo, utabaki kunung'unika na kulalamika. Mwana wa Mungu, chukua hatua, usimwachie Mungu. Simama na upanga wa Yoshua, wapige wa Amaleki, maana hao ni wadudu wazuiao baraka zako, usisifikie makusudi ya Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amaleki walipigwa na wakasambaratika wote katika ule mlima, wakapigwa wakaishia pale. Ndipo Wanaisraeli wakaendelea mbele. Lakini acha nikupe habari njema ya kwamba siku ya Jumapili tutapokutana katika ile madhabahu ya Mungu pale Nendeni, itakuwa na upanga wa Yoshua. Tutashughulika na roho ya Amaleki, tutashughulika na roho ya Amaleki, tutashughulika na roho iliyokamata neema yako, iliyozuia neema yako, iliyokamata miguu yako, iliyokamata uweza wako. Mtashughulikia hiyo roho, na Mungu wa mbinguni atakupa ushindi, na Mungu wa mbinguni atakupa kuvuka, na Mungu wa mbinguni atakupa kuona mbele tena. Utakwenda ng'ambo tena, utawafuta wote waliosimama mbele yako katika jina la Yesu. Sikiliza mtu wa Mungu, Biblia inasema Mungu analituma neno lake, na analituma neno lake kupitia mtu wake, nami amenituma nilete hili neno ya kwamba hautabaki kama ulivyo, katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia saa hii, kuanzia leo hii, unapopata video hii, chukua hatua ya kwanza kuomba. Piga hiyo roho ya Amaleki. Usiwaache wa Amaleki nyumbani kwako, kazini kwako, kwenye biashara yako, kwa watoto wako. Nataka nikwambia kwamba yuko Mungu mwenye uweza katika mlima huu. Bwana yuko mahali hapa, amesema kila mwana atarejeshewa neema. Yesu Kristo alifunua neema, neema ya kutufanya tuwe wapya, ya kutufanya tuwe washindi. Ile neema itaachiliwa juu yako tena, iliyofunuliwa na Yesu, na yoyote aliyezuia, aliyekamata, Mungu wa mbinguni hata kwenda kumwangamiza, hata kwenda kumwondoa mbele yako, na utapata ushindi katika jina la Yesu, na utastawi tena, na utaendelea tena, na utainuka tena, na utakuwa tena mheshimiwa. Utaketi kwenye nafasi yako, utakuwa ni yule halisi uliokusudiwa na Mungu. Sema amina katika jina la Yesu. Baada ya maneno machache, ninaomba neema ya Mungu iwe juu yako. Roho Mtakatifu atamie ili neno ndani yako. Roho Mtakatifu akupe uvuvio wa maombi.
Naomba niombe na nikuage, na tutakutana tena siku ya kesho. Mungu wa mbinguni akubariki popote uliko. Usiache kuja Jumapili, wewe na rafiki yako, njoo na familia yako. Naenda kwenda kushughulikia neema ya familia. Baba, mama na watoto, kila mtu ana neema yake, na nitakufundisha utakwenda kuona. Karibu sana popote uliko, popote unavyonifuatilia. Unaweza like video hii, lakini vile vile ukatuma na sadaka yako kama uwezi kufika kwenye madhabahu. Na Mungu wa mbinguni katuma na mahitaji yako na maombi yako, na Mungu wa mbinguni atakujibu katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Asante Baba wa rehema kwa neno hili. Naomba neno hili likalete uponyaji, uhai, baraka, hatua mpya katika familia yake na katika maisha yake. Katika jina la Yesu nimeomba na nimeshukuru na kuamini. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya, Maranatha.